uje kwa wananchi kuomba ridhaa, kwanza udhaminiwe na chama cha siasa, chama kilichopata usajili wa halali kwa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo leo mimi nimekuja, chama changu cha ACT Wazalendo. Chama cha ACT Wazalendo ni miongoni mwa vyama vya siasa vilivyopata usajili katika taifa hili. Chama cha ACT Wazalendo ni chama kilichokuwa halali kama Chama cha Mapinduzi vile, kina haki kama chama cha CCM. Kwa hiyo chama kimeniamini, kimenidhamini kwa kutumia fomu zake, kikatumia taratibu mbalimbali, kisha wakanambia nenda kwa wananchi sasa ukaombe ridhaa wakupigie kura. Na kura hiyo inapigwa tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Sasa hapa ndio penye kazi, au wananchi waliokuwa mamlaka wapige kura, ndio penye shughuli hapa. Ndugu zangu, watu wamekuwa na kawaida, hasa wa Tanzania, lakini hasa wa Tanzania wa maeneo ya pwani. Wenzetu wanafikia mahala wanasema pwani ni ya CCM. Lakini ukiangalia pwani ya CCM, mbona maendeleo yake yanasuasua? Mikoa ya kaskazini, mikoa ya magharibi, mikoa ya kusini, CCM wanaikataa. Lakini ukiangalia mikoa hiyo ina maendeleo. Hivi sasa, jambo ambalo lina ushahidi, sisi pwani, watu wote ambao wana uchumi mzuri wanakuja, tunabadilishana umiliki wa ardhi, wote wengi wanakuja kaskazini. Sio jambo la kuficha. Watu ambao tunashirikiana nao katika shughuli mbalimbali za utafutaji, lakini wenye mitaji mikubwa, wenye maisha ambayo yanaonekana yana afadhali, ni watu wa kaskazini. Hao CCM hawaitaki. Sisi mikoa huku ya pwani tunaoitaka CCM, hali zetu duni. Tatizo nini? Nani katuloga? Tumelogwa na nani? Ndugu zangu wana Masuguru, wanaotambua mimi muda mrefu, nimekuwa katika vyama vya siasa muda mwingi sana. Miaka 33 ya umri wangu nimeitumia katika siasa. Miaka 33 ni umri mkubwa nimetumia katika siasa. Lakini kwa nini nimetumia umri wa miaka 33 kwenye siasa, tena siasa za upinzani? Kwa sababu gani? Kwa sababu kubwa ni kuweza kusimamia mabadiliko yenye msingi, mabadiliko yenye uwazi ambayo yatakaleta tija kwa wananchi wote. Miaka ya nyuma nilikuwa kafu. Mwaka 2010 nilikuja hapa Masuguru. Kafu waliniamini, wakanipa ridhaa ndani ya chama nije kugombea udiwani kata hii. Nilikuja Masuguru hapa, nilizungumza na wananchi, tukafanya uchaguzi 2010. Nikapata kura ambazo hazikuweza kunitosha kuwa diwani wa kata ya Kiwanga, nikalipia. 2012 nikarudia tena uchaguzi mdogo, baada ya mgombea aliyeshinda Mungu amemwita mapema, tukarudia uchaguzi. Nikaja tena Masuguru, nikaongea na watu wa Masuguru, ndugu zangu, tubadilike. Vyama vitabaki kama vyama. Vyama hivi tunatumia tu kwa sababu katiba imetuambia tu lazima tudhaminiwe na chama cha siasa. Lakini hebu angalieni mtu ambaye atakayeweza kwenda kusimamia maslahi ya umma. Nizungumza sana ndio haya. Watu wakapiga kura, nikapata kura zilizonifanya mimi niwe mtu wa pili, Chadema wawe watu watatu, CCM kwa mtu wa kwanza. Lakini maisha yanaendelea. Chaguzi ilipokwisha tukarudi katika shughuli zetu za kawaida. Ila kwa bahati mbaya, kinachosikitisha na kushangaza, masikitiko ya wananchi walioipigia kura CCM yanaendelea. Yaani tulikuja tukazungumza, jamani, imefikia mahala sasa CCM tuipunzishe.
Na CCM ukiipumzisha sio kama chama kitakufa, tunaweka kiongozi mwingine ambaye atatuwakilisha. Wao tabaki na shughuli zao, kwa sababu KANU imeshindwa Kenya. Lakini KANU imeshindwa Kenya, KANU haikufa. Ila nafasi zile za uongozi KANU walishindwa. Watu wameweka serikali ya chama kingine. Watu hawakuondolewa kwenye miji. Kwa hiyo mimi Ali Shabani Mwene nitakapokuwa nimepewa ridhaa na watu wa Kiwangwa, hasa hapa Masuguru, bado CCM yenu itabaki kuwepo. Vikao vyenu vya chama mtaendelea kufanya. Pengine mtajipanga 2030 mtajibadilisha. Mtapata viongozi waliokuwa sawa. Ndugu zangu, mimi nizungumze ukweli tu. CCM aliwacha Mwalimu Nyerere, sio hii. Mwalimu Nyerere aliacha CCM yenye milango mitatu, yani yenye mipango mitatu. CCM ya Mwalimu Nyerere ilikuwa na uadilifu. CCM ile ya Mwalimu Nyerere ilikuwa na uwazi. CCM ya Mwalimu Nyerere ilikuwa na uwajibikaji. Sasa hivi kuna uadilifu ndani ya Chama cha Mapinduzi? Upo? Sio naibu, semeni upo. Uadilifu ndani ya Chama cha Mapinduzi sasa haupo. Responsibility za uongozi, watu sasa wanafanya biashara. Mtu yuko tayari kuuza nyumba, kuuza gari, eti apate uongozi. Sasa kama unauza nyumba, unauza gari, alafu unataka kuwatumikia watu, unapataje vitu hivyo? Lakini kwa sababu anaingia katika mipango ya dili, anajua tu nikitumia milioni 15 nitakwenda kutengeneza milioni 50. Lakini sisi tunakuja kuomba ridhaa. Taratibu zetu sisi za bajeti zetu za kampeni tunazifanya kwa ajili ya kugharamia mzunguko. Na sisi uteuzi wetu wa ndani ya chama hatutumii fedha. Tunajinadi kutokana na shughuli ambazo tumeshazifanya. Sasa mtu kama miaka 10 amekaa madarakani, alafu anakuja anakwambia nitafanya. Miaka 10 imekushinda, ndugu yako, utafanya kwa miaka 5. Tuwe wa kweli jamani. Sasa usipige kula kwa mazoea. Piga kula, chagua kiongozi atakayeweza kukuwakilisha, atakayeweza kusimamia rasilimali za kata yako, rasilimali za kijiji. Unajua strata ya utawala ilivyo. Serikali ina ngazi mbili za utawala. Kuna serikali kuu ambayo hiyo inasimamiwa na rais na mawaziri. Rais huyo akatoa sasa machawa wake akawarudisha kwenye wilaya, akawaita madisi. Wale ni machawa wa rais. Kazi gani anafanya kwa wilaya? Hili ni jicho la tatu la rais. Lakini kuna serikali ya TAMISEMI, serikali za mitaa, halmashauri za mikoa. Ile ndio serikali ambayo sisi tunatakiwa tudili nayo. Na ndio maana uchaguzi huu wa vijiji na vitongoji sisi kwetu ni uchaguzi mkubwa, lakini wao wanasema uchaguzi mdogo. Unaona wanapokaribia watu. Kwa sababu uchaguzi ule unamchagua mwenyekiti wa kitongoji, unamchagua mwenyekiti wa kijiji. Hao ndio wanaishi na watu. Ikulu hakuna watu jamani. Wala katika ofisi ya waziri mkuu hakuna watu. Watu anao mwenyekiti wa kitongoji, anao mwenyekiti wa kijiji. Tena huyo mwenyekiti wa kijiji anatakiwa apate mwenyekiti wa kitongoji kufahamu wenye maarifa. Ili kitu chake kiwe sawa. Huku ndio kwenye serikali. Sisi tawala za mikoa, halmashauri za wilaya, vijiji na vitongoji tumepewa mamlaka kikatiba kuunda sheria ndogo ndogo zinazoitwa bylaw. Bylaw ni sheria ndogo ndogo. Sheria zile zinasimamiwa na halmashauri za wilaya au manispaa. Zile ndio sheria zinazoendeshwa huku mitaani. Bunge linatunga sheria mama.
sheria ambayo ndiyo muhimili utakaoendesha serikali kuu, na bunge kazi yake ni kusimamia serikali. Ukivunja kile na ndio maana utakuta kuna sheria za serikali za mitaa na kuna sheria za katiba kubwa. Sisi tunapewa mamlaka haya tunayopewa tunashindwa kuyatumia. Mamlaka kikatiba tumerudishewa uwezo wa kuchagua kiongozi wa kutuweza kutuongoza miaka 5 ijayo na katiba. Leo kula yako wanakuja hapa hata si kwa saa 8 watakuja kuifuata bana bora sana. Hata hiyo kula anaweza kainunua hata shilingi 10,000. Lakini ukishampa hiyo kula tayari, sasa muombe buku kama atakupa. Muombe buku. Kwambie mheshimiwa nina shida bwana mwanangu kidogo nataka nimpeleke hospitali nimepungukiwa 3,000 kama atakupa. Lakini tiki moja tu katoa 10,000. Sasa hebu jiulize kuna uhusiano gani hapa? Kama kula ile tiki kainunua 10,000. Leo mimi mtu wake namwambia mwanangu nimepungukiwa dawa hospitali niongeze 2,000 anakuambia sina. Sasa lazima ujiulize. Inakuja miaka 5 mingine unaambiwa tetea chama. Chama kitakupeleka wapi? Chama ni taasisi. Vyama viko vingi, kuna vyama vya wanga, kuna vyama vya waganga, kuna vyama sisi vya watu wa kamali. Vyama viko chungu nzima. Takusaidia nini? Ndugu zangu, mimi nimekuja hapa leo nina mikutano 4. Tumechelewa kwa sababu tutangaza saa 2 tutegemea mbunge angefika mapema. Lakini kwa taarifa bado uko njiani. Na haya madudu haya usiamini sana. Unaweza kutoka hapa gari zime kenda pale kidogo ikaloga. Na wenzetu ndio kwa kamata ufundi kidogo wazuri. Kwa hiyo nimeona mimi nije hapa nijiombee kula mwenyewe, nimuombee mbunge wangu. Mbunge wa jimbo la Chalinze ambaye atakuwa mbunge wenu miaka yote 5 ni Fabian Leonard Sikauki tu, hakuna mwingine. Kwa sababu nikwambieni hasara moja ambayo sisi wananchi tunapata kwenye majimbo yetu pasipo kujua. Ukichagua mbunge akuwakilishe kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano, alafu mbunge ule akaenda kule bungeni baada ya siku 2-3 anateuliwa kuwa waziri, mmekwisha. Ukiwa na mbunge kapewa waziri basi nyinyi mshachanganywa mbunge, hamna tena. Na kwa nini nasema hivyo? Mbunge ni mwakilishi wa wananchi. Kazi yake kubwa kwenda bungeni kutunga sheria, kutetea wananchi wake, kutafuta maslahi katika jimbo lake, kutafuta maendeleo kwa jimbo lake. Hizo ndio kazi za mbunge ambaye yeye yupo kwa ajili ya wananchi. Mbunge akipewa uwaziri, akateuliwa na rais kwa waziri, kazi yake nyingine ambayo ataapishwa kiapo nyingine. Kwa sababu ana kiapo cha ubunge kashapata. Akiteuliwa kwa waziri, anaapishwa tena kiapo kingine cha waziri, cha kulinda siri za baraza la mawaziri. Atailinda serikali na siri zake. Serikali na siri jamani. Yaani serikali ina siri. Kwa hiyo siri zile atakuwa yule mbunge azilinde, yule waziri azilinde. Sasa sisi jimbo letu tuna mbunge. Mbunge ana tamaa ya uwaziri miaka yote toka enzi ya Magufuli alikuwa waziri. Toka enzi ya Magufuli mbunge wetu alikuwa na tamaa ya kuwa waziri. Lakini Magufuli kamtazama akili yake akamwambia huwezi pata dogo. Kwa sababu Chalinze huko unao ndugu zako, utaenda Dodoma utarudi, utaenda utarudi. Waziri upate. Lakini mzee alipobwaga kumaliza mwendo, kwani nimechelewa muda. Hata miezi 6 ikufika unasikia bwana mara waziri wa ardhi, mara sijui waziri wa nini. Anaandaliwa kwa rais. Ni mpono. Wakija hapa CCM hoye. Mimi nashangaa. Nyie mmeroga na nani? Aliwarogeni nani basi angalau tudengende. Tuambieni. Fabian Leonard Sikauki huyu anakaa Chalinze, kata ya Bulingu, Kudiembe. Ni mtoto wa pale pale. Ni mwenzenu. Huyu hatapewa waziri kwa sababu ametokea kwenye chama cha upinzani. Na bora hivyo mshukuru kwa sababu nchi yetu haina utaratibu wa serikali mseto waziri hawezi kupata. Kwa hiyo atakuwa mbunge wenu tu. Lakini huyu jamaa huyu dogo, huyu tamaa yake waziri, na inawezekana mwaka huo akiupata mkimpa. Sijui nyinyi, lakini sisi lakini mkimpa
atapewa waziri wa mambo ya nje kuandaliwa kwa rais. Wanatengeneza utawala wa kisultani. Tukataeni basi. Usikatae kwa mdomo, kataa kwa tiki. Kule unakwenda wewe na Mungu wako tu. Basi. Baki na kadi lao, akikuta kwenye vikao nenda, lakini ukienda kule wewe na Mungu wako tu. Lakini kama ukwenda kwanza, ukiamka angalia watoto wako walipolala. Angalia wewe maisha yako, jitathmini, alafu nenda kapige kule yenye matumaini. Mtazameni mimi sasa, Ali Shabani Mwene aka Joseph Kony, Simba Mlimani, mwamba wewe. Mimi ninazo sababu za msingi za kuomba udiwani. Mimi ndani ya cheo nilichokuwa nacho ndani ya chama hiki, udiwani mdogo. Cheo changu mimi cha kisiasa, udiwani ni mdogo. Lakini tofauti yake kwamba diwani anawakilisha wananchi wote wa kata nzima. Cheo changu japo ni kikubwa, mimi nawasimamia na wakilisha wanachama wa chama changu tu. Tofauti yake ni hiyo tu. Lakini mimi cheo changu ni kikubwa kuliko hata diwani. Na vikao ninavyoingia mimi, diwani haingii. Kwa sababu mimi ni kiongozi wa chama kubwa, mkuu mpaka taifa. Kwa hiyo viongozi wa chama, kuna wakati kuna mkutano wa viongozi wa chama, hata huyo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ndio anakuwa rais, tunakutana kwenye kile kikao. Sasa diwani anaingia na kufanyia. Ule spenda. Kwa hiyo naomba udiwani, ninazo sababu. Na kwa nini naomba udiwani? Kama wananchi mtaridhia mwaka huu tarehe 29 mwezi wa 10 kunaambia bwana kijana wetu mara 2 ulikuja, hii mara ya 3, haya ngoja na wewe tutazame. Nenda. Tena kwa nia njema na uwe na matumaini. Sababu unaona kabisa kila Mtanzania, kila mwanakijiji unayemuona kwenye kata hii ameshapoteza matumaini. Amepoteza. Kwa sababu akisema kwamba ende sasa akaangalie rasilimali zetu, tuishi angalau rasilimali zitusaidie, nikakate mkaa, basi wale jamaa kama wananusa tanuri. Wakisitena na machao wao, wanaambia bwana kuna tanuri, karibu mtu anamwaga tulipigie simu. Yaani unamwaga ujatia kwenye viroba, wamefika wanachukua wao. Alafu wapo wanapeleka kujua kukamata ule mkaa na upeleka wapi. Sasa jamani, rasilimali hizi zenu nyinyi, hizi rasilimali zetu lazima tutumie. Enzi na mababu tulikuwa tunatumia kuni na mkaa. Sasa leo mnatukataza. Mimi shambani kwangu nimesafisha, nimeokota visiki, nimechoka, nimetengeneza kibuja, nikapikie, nimefuka kwa baskeli, mnanikimbiza, inakuwaje? Baskeli wanachukua. Na baskeli wanachukua. Sasa mimi nikwambieni kitu kimoja. Jambo la kwanza, kama nitapata ridhaa, najua uchaguzi wetu tarehe 29 mwezi wa 10. Na uchaguzi wetu unaisha hapa kwenye kata. Vituo vyangu viko 44. Nimepata matokeo ya kuridhisha. Mimi natangazwa kuwa diwani. Lakini jambo la kwanza ambalo nataka sasa nilisimamie, kwanza nataka nifanye mabadiliko ya kisiasa na ya kiuchumi. Siasa za wenzetu zina ubaguzi. Tanzania ni moja, Tanzania ina mikoa chungu nzima. Mtu anayetoka Mbeya kuja kuishi Masuguru sio mgeni. Lakini wenzetu wanasema wanasema nyakanyaka sio nani, nyambe huyo mgeni huyo. Wewe kwenye mikoa ya watu wendi. Kwa hiyo kwanza tuweke usawa, tutengeneze umoja wa kata. Hakuna nyambe, hakuna, wote ni Watanzania, wote tuna haki. Ili mradi tufuate sheria za nchi, tufuate sheria za vijiji vyetu, tufuate sheria za kata, za halmashauri zetu basi. Lakini hakuna nyambe katika taifa hili. Mgeni ni yule kutoka Burundi, kutoka Malawi. Wao ndio wanaishi kwa permit hapa, lakini sisi wenyewe sio nyambe. Leo ndugu yangu hapo waiti utoke hapo ukaki wangu hapo kwambia nyambe na kuaje. Mbaguzi. Kwa hiyo kwanza tunataka tuondoe ubaguzi ndani ya siasa. Ndani ya vyama vyetu ubaguzi usikuwepo, kuwe na usawa. Yaani mtu kama anataka uongozi atazame tu future yake, yaani uwezo wake.
lakini sio angaliwe huko kutoka wapi. Hilo jambo litakalosimamia. Lakini jambo lingine, tunataka tusimamie rasilimali zetu. Unajua hii kata ya Kiwangwa ina vijiji vitano. Katika vijiji vitano kuna vijiji ambavyo vina mapato, yani katika vyanzo vyake vya mapato vinapishana. Na sisi tunapokaa kwenye mikutano yetu tunatengeneza sheria au tunaangalia vyanzo vya mapato. Tunaweza tukaweka mageti. Jamani, tuweke mageti kutokana na mazao yetu yakipita pale tukokote mbuni kwa ajili ya manufaa ya kijiji chetu. Kwa sababu mapato yanayopatikana kupitia ushuru ni mali ya halmashauri ya kijiji. Lakini leo mageti yote ya halmashauri yote ya Chalinze. Kinachonisikitisha ile geti la Kiwangwa. Watu wa Kiwangwa wamekaa wamejadili geti ile wakaweka geti. Lakini leo baada ya kuona kwamba geti lile linapata mapato mengi, wamelipola. Mapato yanayopatikana ndani ya geti ile kwa hesabu za haraka tu za kubahatisha, kwa sababu mimi na wanasafisha sana mananasi. Ukipiga hesabu za haraka pale milioni 45 chafu kabisa. Sasa kama hiyo hela tungesimamia wenyewe, tungeigawa katika vijiji vyetu, tungeangalia kwamba hapa tupelekee asilimia ngapi. Hata watoto wetu mashuleni kidogo ile michango kwa wazazi ingepungua. Unajua kata ya Kiwangwa ina shule za msingi ambazo hizo zinamilikiwa na halmashauri za vijiji. Kwa hiyo kama tungelikuwa kwamba tuna ubunifu na tuko makini, tusingeweza kuwapashika tena mizigo wazazi. Tungetengeneza vyanzo vya mapato kupitia hizi tozo zetu za ushuru. Lakini pale ukiangalia kinachotafutwa pale kingi, uulize halmashauri ya Kiwangwa ya kijiji, hata senta hawana. Hela ile inaenda wapi? Pale kuna mtu kati naye ana mgao. Inafikia mahala unamchagua diwani tuwakilishe sisi. Leo diwani huyo ndio wa kwanza kukimbiza viroba vya mkaa. Mimi sitokimbiza basikeli hata moja. Na kuanzia tarehe ya kutangazwa mimi, hata huyu bwana huyu ni matumizi, ile ni biashara. Ile sio biashara, ule yale matumizi. Kuna kiwango cha mazao ya misitu, kuna kiwango. Ukikutwa nacho lazima uulize kibali. Lakini sio gunia moja, gunia mbili. Mbona VX anafunga mikapo hawazui? VX siku zote zinapita na gunia mkapo. Mbona hawazikamata? Lakini wewe ambao rasilimali zako unashindwa kutumia unakamata. Kwa hiyo nataka kwanza tubadilishe hiyo hali. Kila mmoja ajione kwamba ana haki ya kutumia rasilimali ya kata ya Kiwangwa, kutumia rasilimali ya kijiji hiki cha Masumbuni. Ndugu zangu, mimi ninachowaomba, tarehe 29 mwezi wa 10, Mungu akujalia kuamka salama, nenda kapige kura. Chagua Ali Shabani Mwene wa chama cha ACT Wazalendo asimamie maslahi. Mimi nahitaji kwenda katika halmashauri ya Chalinze kwenda kusimamia maslahi ya kata yangu tu. Kuna kero nyingi. Kuna watu hapo wengine wanatengenezwa masuala ya ubabaishaji. Lakini tutaangalia halmashauri ya Chalinze pale kuna mwanasheria. Katika kata yangu ya Kiwangwa nitafungua dawati la sheria. Hii huduma wengi wanaihitaji, lakini uwezo wa kuifuatilia, uwezo wa kuigharamia hawana. Kwa hiyo walau ndani ya chama chetu kuna wanasheria wengi. Nitaomba ndani ya mwezi wajifanye hata mara 2 kuwasaidia watu. Japo kuwaandikia hata marufaa kwenye makesi yao huko. Kwa sababu kuandika barua ya rufaa ile pale, mtu kakusaidia $150,000. Naongopa kwa Machaka. Barua ile ya rufaa kuandikiwa, tunataka kuapili kesi kutoa mahakama ya mwanzo au kutoa baraza la chini kupeleka baraza la juu, $150,000 tena kuhurumia. Lakini hao watu nataka angalau pale wawe wanakuja kwa mwezi angalau mara 2, waje kuwasaidia watu. Kitu ambacho wao nitakachowasaidia mimi wale ni nauli tu, lakini watafanya hiyo huduma bure kwa sababu wao ni wanasheria kutoka ndani ya chama. Baada ya kusema haya ndugu zangu, kwa sababu na mikutano mingine, basi mimi niwaombe radhi.